Kitaliani kimechacha pale. Ni uchungu wa kufutwa kazi. Kumbuka ulikuwa ni mwaka ule wakati Antonio Conte alipokuwa anafanyia kazi kibarua chake kwa klabu cha Chelsea, akapigwa kalamu baada ya timu hiyo kumaliza katika nafasi ya 8 na alikuwa mkali sana. Sasa hivi amerejea jana usiku, amepewa kibarua na klabu cha Tottenham Hotspur. Mkufunzi huyo alifanya kazi na Inter Milan msimu uliopita. Tunakukumbusha tu katika kimbwanga kile yale aliyosema baada ya kufutwa kazi na bonyenye wa Chelsea Abramovich. Je, itakuwaje nako huku mambo yasipoiva kama mwenzake aliyomkuta Nuno Espirito? Haya, hujambo na karibu. Unaweza kushirikiana na sisi kwa mjadala wa leo na kuuliza hivi: je, ni timu gani 4 ambazo sasa hivi ni tishio katika klabu bingwa barani Ulaya zinaweza hata kufika katika hatua ya semi-finali? Baada ya raundi hizi mechi zimechezwa 4 katika makundi. Je, ni timu gani paka sasa zimeshajitangaza kuwa tishio katika mashindano haya ya klabu bingwa barani Ulaya msimu huu? Je, ni Man United, Chelsea, Juventus pia yupo moto, Atletico Madrid, Bayern Munich, PSG? Zitaje wewe unavyotaka. Nipangie timu zako 4 unazozikubali katika msimu huu wa klabu bingwa barani Ulaya kupitia kwa 22155, kupitia Twitter @BahajaAhmed Juma na hashtag yetu ni Zilzala Viwanjani. Timu 4 kivutio chako katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya. Je, mashabiki wa United wana imani na timu yao kufika mpaka semi-finali? Zungumza na mimi kupitia 22155 na unaanza hivi sasa tukiwa tunakupatia kwanza matokeo ya mechi za ligi kuu ya soka nchini Kenya. Mechi zimegaragazwa mchana wa leo. Kulikuwa na ngarambe mbili. Mechi ya kwanza ile imemkutanisha timu ya Kenya Police dhidi ya Tusker, ambapo Tusker mabingwa watetezi wameandikisha ushindi wa magoli 2-1, huku kina Shemi Mwana wakicheka na wavu, Shame Kibwana na Ibrahim Joshua akifunga magoli yale upande wa Tusker. Ulinzi nao dhidi ya timu ya Gor Mahia ilikuwa mechi nyingine mchana wa leo. Alasiri leo imekamilika hivi sasa, na baada ya Gor Mahia kushinda mechi zake zote 4 za kwanza, leo wamepatikana na katiwa breki kidogo dhidi ya timu ya Ulinzi. Mechi hiyo imeishia sare tasa. Hayo ndio matokeo ya ligi kuu ya soka nchini Kenya. Na tuondoke hapo. Kuna mshike unaoendelea, taarifa ambapo bodi zote mbili zinapambana vikali kweli kweli, ikiwa nazungumzia shirikisho lile la kandanda hapa nchini Kenya ambalo limefanyiwa uchunguzi kuhusiana na ubadhirifu wa fedha, swala ambalo limeagizwa na wizara ya michezo hapa nchini Kenya ikiongozwa na Waziri Amina Mohamed. Sasa leo wale viongozi wa mashirikisho tofauti hapa nchini Kenya walikuja pamoja na kutoa taarifa yao kuhusiana na sakata hili linaloendelea, kwa sababu paka sasa maneno yanatoka upande wa shirikisho na maneno mengine yanatoka upande wa wizara, kila mmoja akimkashifu mwenzake kuhusiana na uhusiano wao ama utumiaji wa fedha hizi. Je, viongozi wa mashirikisho haya nao wanashikilia msimamo gani kuhusiana na sakata hili? We have seen enormous improvement in the delivery of services to we as a sports fraternity in the period that Madam C.S. Amina has been at the helm, both from a policy initiative and from also execution and improved working relations with the Federation. I'm sure all Kenyans will agree with me. We recently had very successful Olympic Games. Right now, I think athletes are not complaining about allowances. And as we are talking, FIBA Africa has approached Kenya. They want Kenya to host the World Qualifiers, meaning that they recognize the high standards of our facilities in this country. Were it not for that, I think we would not even have hosted the World Under-20. And there have been quite a number of international events, including the Safari Sevens that just ended over the weekend. There is a very able National Sports Fund which has been put in place by the ministry, closely supervised by the accounting officer himself, Joe Kudo, who is the PS. And federations have been brought to speed on methods to use to get this money. But getting the money is not the end. When you get the money, all of us here, you've got to account for it. Accountability is number one. So in this particular case, anybody who would like to hide behind social media and even propaganda to avoid accounting for the funds. These funds are not just for any one particular federation. If you are not able to account for them, don't go for them. Anytime any federation presents an application for funding, either to host an international tournament or for a team to participate in either a foreign tournament or a local international tournament, the government has been very supportive. It's important that people lay blame or put their claim where it's due.
As sports leaders of this country, I don't think we should tolerate people who want to spoil the name of the current CS and PS for having done a very good job. Let's support our leaders who are there. We have seen all this under international competition they have given us. Do you think they can give to the ministry whereby they do not have value? Do you think international world loves Kenya? But they love us because of their leadership. And I can say congratulations to Ambassador Amina for their work, for their leadership that he has given through. Naam, hawa ni viongozi wa mashirikisho tofauti ya michezo hapa nchini Kenya ambao wameunga mkono